Toka hapo tupigie binti mwenye rana. Toka hapo sasa. Pisha ondoka. Toka sasa. Ondoka. Pisha hapo. Muone. Sio mbili usio kwa mchezo gani? Yaani toka ondoka. Sio unakuwa mchezo gani? Toka hapo binti mwenye rana. Watu wengine bana sio kwa mchezo gani hao. Ondoka. Hapana. Huyo binti kwake kuna kitu sio cha kawaida. Sio hivi. Mbona imekuwa hivi? Hapana. Kwa nini mimi? Kama huu ndo mwisho wangu, nipe amani ya kifo. Siwezi tena. Siwezi kuishi na mateso haya. Mateso na yale toka kila mtu anayenisaidia. Siwezi. Binti, unafanya nini hapo usiku huu? Hello? Kaka, tafadhali niache. Mimi ni tatizo. Sitaki kuingiza kwenye matatizo yangu. Tatizo? Okay, usijali. Mimi naitwa Ravin. Naishi jirani tu hapa. Kama hutojali, twende pamoja nyumbani ukaniambie una shida gani. Kaka, mimi naandamwa na kivuli. Kivuli? Kila mtu ana kivuli chake. Hauna sababu kukimbia kivuli chako mwenyewe. Sawa? Hii sehemu uliokaa hapa kwa sasa sio salama kabisa. Ni usiku. Kama hautojali, twende pamoja nyumbani ukanielezee. Mimi ni mtu mwema tu kwako. Simama, twende pamoja. Sawa? Usiogope. Njoo. Kuwa na amani kabisa, eh? Sawa? Usiogope, usiogope.
Karibu. Karibu. Ravini mume wangu. Huyu ni nani? Wife. Huyu ni binti ambaye anahitaji msaada wetu. Unawezaje kuleta mtu usimjue ndani ya nyumba hii? Wife. Uko sahihi. Tutakuwa naye usiku wa leo. Kesho pakikucha tutajua tunamsaidiaje. Hata ukaa hata nusu saa. Sitaki shida ndani ya nyumba hii. Hapa ninachoweza kusema kwa sasa hivi, muandalie sehemu ya kupumzika na chakula. Usijali binti. Karibu. Sasa utapumzika chumba hiki, na hii ni choo pia ni bafu ya kwa unaweza ukafanya harakati zako. Mambo mengine tutazungumza tu. Zaila! Zaila! Wife! Wife! No! Nitasimama. Na hii si kazi ya polisi tena. Hii ni vita ya kiroho kwenye familia yetu. Una mahali pa kujificha na huwezi kukimbia kwenda mahali popote. Yatima, kila atakayekuonea huruma, laana yako itachukua maisha yake. Wewe ni kielelezo cha kifo.
Habari yako Kapela? Salama kwema. Naomba kukuuliza kuhusu mtu ambaye alikuwa karibu sana na mdogo wangu, kama utakuwa umeniona. Mimi sijui mengi. Lakini nilimwona akitoroka jana usiku akielekea upande wa barabara ya zamani kule msituni. Msituni? Asante. Mungu akubariki Kapela. Asante. Aisha, najua umenena na kakako kupitia njozi, na umefika hapa ni msukumo wa moyo tu, sio kwa hasira, bali ni kwa majeraha. Nimeota kakangu akiniita. Alikuwa na hofu, ananikataza kuhusu kisasi. Nataka kumjua muuaji. Nataka kuelewa kwa nini Amani alikufa kifo cha maumivu hivyo. Amani hakufa kwa sababu ya Yakima, bali ni laana iliyomwona kama mwanga mdogo uliokuwa ukielekea kuzima kutokana na giza lilomzunguka. Yakima sio muuaji, bali ni muhanga, na wala sio mchawi kama unavyodhani, bali ni laana ya vizazi iliyomkalia. Na laana hiyo ilikuwepo kabla hata hajazaliwa. Ni laana ambayo inakula upendo, furaha, pamoja na amani. Na kila anayemtaka Yakima sio kwa mapenzi yake, bali ni giza liliovaa sura ya mpenzi wake Amani ili kumvunja moyo. Hivi Amani aliteswa? Zaidi ya unavyofikiria. Na ukikosea hatua moja tu utateseka kama yeye. Na laana hii inatafuta mtu, na aliye karibu ni wewe. Bibi, nifanye nini? Usimuue Yakima, maana yeye ndio funguo ya laana hii. Na usijaribu kumdhuru Yakima. Endapo utamdhuru, laana hii itakurudia wewe, na utateseka zaidi alivyoteseka Amani. Basi nitamtafuta Yakima, lakini si kumuua. Nataka kujua ukweli. Nataka kumaliza maumivu. Siku Yakima akikutana na wewe na miili yenu ikagongana, hatima yenu itabadilika. Binti yangu, chunga sana. Giza halina rafiki.